hapa? Mimi kwa jina naitwa Laeli Paulo Suda. Ni mmiliki halali wa eneo hili hapa. Sasa sijui niendelea au endelea? Ni mmiliki halali wa eneo hili. Kabla ya upimaji eneo lote hili lilikuwa la kwangu. Baadaye kuna mdada huyu hapa anaitwa Adelaide Henry Mkoko. Alinimuomba nimkatie kipande cha eneo ajenge. Ndio kipande kama mnavyoiona hii nyumba yake hii, na mipaka ndio kama mnavyoiona huu hapa mpaka. Ulikuwa umepitia hapo katikati hapa mdada anapokaanga samaki. Umepita hivyo kipande ambacho ndo nilimkatia. Upimaji unakuja, huyu mdada alipata namba yake na mimi nilipata namba yangu. Na alipata kiwanja chake na mimi nilipata kiwanja changu. Toka mwaka 2016 tumekaa mpaka 2023. Sisi tumefanya malipo yote. Yaani malipo yote kuanzia malipo ya nani ya ofa mpaka kufika kwenye hati. Tumefika kwenye hati wakasema bado wanaingiza nani, wanabadilisha mfumo ule wa zamani, wanaingiza majina kwenye system. Basi sisi tukawa tunangojea waingize hayo majina kwenye system ili tupewe hati yetu, kwa sababu tushamaliza malipo toka 2019. Sasa tumetafuta surveyor ili tuje tuweke wigo. Tumekuja na surveyor anatuonyesha mipaka ili tuweke wigo, ndio tunamwona huyu mdada anakuja anakimbia. Anasema hapa kwake. Hapa kwako kivipi? Anasema mimi kwangu nimepata na hati. Basi umepataje hati wakati hapa ni kwangu? Anasema hapa kwangu. Tumejitahidi wanangu kukimbia sehemu mbalimbali kuomba msaada. Huku na huku kuna huku. Ikaonekana huyu mdada kuna mtu amemuuzia mtu ambaye ana hela halafu ni mwanasheria. Kila tukienda tunagonga mwamba. Kila tukienda tunagonga mwamba. Unaona Nimejitahidi yani sehemu nyingi kweli naomba msaada. Lakini ndio hivyo hatujapata ushirikiano. Anadai kwamba mimi hapa siku nani tumejenga baada ya upimaji. Na kitu ambacho sio kweli. Mimi upimaji unakuja umenikuta, lakini wanaongea maneno ya uongo. Wameshirikiana jiji pamoja na watu wa kata, wanasema mimi nimejenga baada ya upimaji. Ni kitu ambacho sio kweli. Unaona? Basi ndo tumefikia hivyo, tumehangaika kuomba msaada kila sehemu tunapoenda, wanatuambia mara hivi. Tumepaka imefikia nimemwita naibu waziri. Wamekuja naibu waziri, wamempotosha, wamemwambia maneno ya uongo. Leo ndo mimi niko nyumbani sijapewa taarifa yoyote. Nasikia wananiambia watu kwamba kuna nini? Watu wanabomoa. Wanabomoa wapi? Wanabomoa nyumbani kwako. Ndio nakuja kweli nakuta watu wanaendelea kubomoa. Mimi sina pesa ya kutembelea, wenzetu wana hela. Kwa hiyo mimi namwachia Mungu. Kama ameamua kuninyang'anya ardhi yangu, wanampa mtu mwingine wakati na mimi vielelezo vyote ninavyo. Basi lipi ombi lako? Mimi ombi langu kwa serikali, kwa kweli vitu hivi vinashangaza, kwa sababu mtu inakuwaje unakuwa na vielelezo vyote, na yani mimi kila sehemu ninakoenda mimi naenda na vielelezo, mwenzangu hana vielelezo. Siku ile imefikia hatua naibu waziri mwenyewe mtu mkubwa ananiambia hivi, wewe ninamwambia hivi, vielelezo viko wapi? Mimi umeniita mimi na nitegemea utatuita watu wawili uje utuhoji vielelezo vyake viko wapi? Anasema vielelezo vyake wewe vya nini? Anavyo vielelezo. Hivi mtu mkubwa kama huyo anakuambia hivyo, unasemaje? Mimi kilio changu tu kwa serikali, nitaenda wapi? Mimi kilio changu tu kwa serikali, kama hivi nyumba mimi ndio nilikuwa nategemea, watoto wangu wanasoma nategemea hii nyumba, mimi mwenyewe kama mnavyoniona kwa umri wangu na hali yangu inaenda wapi? Naenda wapi? Hasa kote wamempa kiwanja. Basi wangeonyesha hata kiwanja mbadala cha kunipa mimi. Sijaonyeshwa kiwanja mahali popote wala nini. Unafanyaje? Na malipo yote nimeshalipa. Kilio changu kwa serikali, naomba mimi nifidiwe nyumba yangu kwa sababu ilikutwa na nilipewa kisheria. Na ili eneo nililipata kwa kununua kiwanja hapa. Eneo la wazi lilikuwa eneo la wazi. Yeye mama alikuwa anaishi pande zile kule. Mimi nilikuwa naishi kule Kikuyu. Nikaja nikamwambia nilikopa naenda zangu kununua kiwanja Ntiuka. Sikuwa nimepita hapa ndo akaniambia umetoka wapi? Nikamwambia nimetoka mimi kuangalia kiwanja kwa kasa niungishe hapa. Ndugu wangu mimi nikaja nikamuungisha hapa, akaniuzia kwa shilingi 50,000. Kipindi hicho tunauziwa kienyeji. Saa hiyo nilivyonunua baadaye nikampa mume wake akaanza kunipigia tofali. Ndio nikaja nikajenga nyumba yangu hii hapa. Na hapa palikuwa tupu, palikopo hamna kitu chochote. Ina maana mimi niliuziwa mpaka kule, kote huko niliuziwa mili eneo. Kwa hiyo nikaa nimepiga tofali zangu, nimezipanga hapo kwenye hiyo nyumba katikati. Nikaa nimeshapiga tofali zangu nimezirundika hapo. Nilivyokuwa nimezirundika hapo, kuna kipindi mimi mama yangu akawa anaumwa. Kwanza kabla ya hapo ina maana walikuja kwanza kutoa namba zile za uhakiki. Nilivyojenga hii nyumba, mimi nimejenga 2009 hii nyumba. Nikapewa namba ya uhakiki. Nikaja nikapimiwa hapo.
Pimwa beacon zikapita hapo mpaka hapo pakakata hiyo nyumba mpaka pale kupitisha pale. Beacon nyingine zikaja kama hivi unavyoona fence ilipopita. Ndio beacon zilivyokuja kuwekwa namba 40 na ambacho kiwanja hicho. Karatasi ya ofa ninayo, karatasi ya uhakiki hiyo ninayo, pamoja na hizo dokumenti za kupimiwa zote zipo. Mpaka zile za hati zote ninazo, zote kila kitu. Sasa wakati umeshapima tayari, ina maana beacon zimeshapita. Huyu mama akaja, mimi wakati ndo nimetoka nimwacha binti moja anakaa hapa, nikaenda kumuguza mama wangu alikuwa anaumwa. Kwa hiyo nikawa naye yupo serious sana mpaka akaja akafariki. Huyu alivyolipwa hapo, akaja akavamia hapa, akasogeza tofali zangu akazipanga hapa akajenga nyumba yake. Ambapo zoezi lilikopo la upimaji limeshapita. Ndio maana mnaona hiyo nyumba imejengwa ndani ya fence. Ina maana ya jirani yangu na kwa sababu zoezi lilikuwa lishapita. Kwa hiyo wakati baada tujaweka fence, yeye ndo akaja akavamia tu akaja akajenga alivyolipwa pale, lakini alivyolipwa pale alipewa viwanja. Alivyotoka pale alipewa viwanja. Mimi wakati nahakikiwa hapa hii nyumba kuna kimsingi kilikuwepo hapo mbele kule pale wanaporusha pale madude. Ndio kimsingi kilikuwepo. 115 na sasa hivi mpaka sasa hivi ipo mlangoni. Ndio namba yangu ya uhakiki ambayo nilihakikiwa nyumba hii hapa na nimeshawahi kukaa hapa. Baada ya hapo 116 ulikopo msingi wa tofali moja ambao ulikopo pale. Kwa ule msingi ambao wacho kiwanja 116 ukaja ukapewa kiwanja namba 40 pale yule mama kauza. Ukitoka hapo mjombani mama kwa mbele yake. Kile kiwanja kimeuzwa mpaka jiji wameona kabisa kile kiwanja alichopewa huyu mama namba 116 kimeuzwa pale. 117 ilikopo kule kwenye reserve ya barabara. Hata nyinyi wenyewe mkifikiria ukianza kuhesabu 115 unaenda 117 unaenda 116. Si unaenda 116. 116 ndio ulikopo msingi ndio ukapewa kiwanja ambacho kule. 117 ulikopo reserve ya barabara kule alipewa kiwanja kaenda mwendo kasi. Akaja akalipwa. Akanunua kiwanja kule juu ndio wakapewa tena viwanja vingine alivyopewa kule juu. Kwa hapa penyewe ana nyumba yake tayari kule juu hakai hapa. Ana nyumba nyingine kisha jenga kule juu. Mimi nilivyoanza kuweka sikuwa nimekuja niweke tofali maana yake nimeshachukua hati nimeshapewa vibali vya ujenzi kila kitu. Nimekuja nimeweka pale tofali zangu pale wakaja wakazitoa zile tofali wakazivunja tofali zangu nilizokopo nimeziweka. Ikabidi nichukue barua nikaandika barua wapi? Polisi. Bado barua ile polisi haijajibiwa, huyu mama akanishtaki TAKUKURU. Mimi nikaitwa TAKUKURU kwenda kuhojiwa, wakaitwa wakurugenzi wa jiji, wakaitwa viongozi wa mtaa, wakaitwa mpaka wale wajumbe tuliokaa nao kikao cha mwisho, wakaitwa TAKUKURU tena kuhojiwa. Bado la TAKUKURU halijaisha kanipeleka kwa waziri. Kaenda kushtaki mwenyewe kwa waziri. Kwa anadhulumiwa kiwanja chake. Mimi sikuwa napigiwa tu simu njoo kwenye eneo lako, ambaye napigiwa tena simu na kiongozi wa mtaa. Ananiambia huko wameitwa viongozi wa nanili wamepewa agizo pamoja na waziri, kamishna anakuja na kundi lake hapo site. Nafika hapa nakuta wenzangu wameshakaa pale. Tukaanza kutoa maelezo kama tunavyotoa kila mtu maelezo yake katoa. Baadaye waziri akasemaje sisi tunaenda kuangalia ambaye mwenye halali wa hili eneo kuanzia zile dokumenti zote na kila kitu kama na barua za malalamiko ziliandikwa kila kitu. Tunakuja tunafanyaje? Tunakuja kuenda kukagua kule tuone vimekaa sawa vijakaa sawa nani muhusika. Tukikuta wewe Adela sio muhusika, hiyo nyumba yako tunafanyaje? Tunaivunja. Tukikuta wewe mama sio muhusika, hiyo nyumba yako tunafanyaje? Tunaivunja. Wote tukakubaliana hapo. Mbele ya kamishna wakaondoka. Siku tena tumeitwa hapo, tumekaa wote. Baada ya hapo wakaenda wakasema sisi tunaenda kufuatilia kule. Wakaenda moja kwa moja tena mpaka kwa waziri. Huyu mama akaanza kumsumbua waziri, vipi hilo zoezi langu kila dakika mbona hamji kufanyaje kumaliza hilo zoezi? Waziri siku akawa ametoka zake bungeni huko, akaja moja kwa moja akaita tume ya jiji, akawaita wale wakurugenzi siji wa nani. Nikaona wamekuja wote na waandishi wa habari mpaka hapo. Siku nakuja napigiwa simu mimi tena naambiwa fanya haraka kiongozi wa mtaa njoo kwenye eneo lako sasa hivi viongozi wanakuja waziri. Nikasema tena waziri. Kwa mimi nikatoka mbio nimetoka kazini kwangu nikaja tena nirudi nyumbani kwenda kuangalia zile hati. Karatasi zote zipo. Jiji na TAKUKURU alikoniita nikapeleka dokumenti zote kuanzia za ofa zile za hati sijui za nini yani kila kitu mpaka barua zile za polisi mpaka barua nilizoandika za malalamiko jiji zote nikazibeba zote nikatoa kopi nikapeleka TAKUKURU. Kwaona hiyo wanaotoka malalamiko kila siku mimi nabaga zote napeleka huko kwa anakoenda kunishtaki. Mimi sikondo wakaja wakasema basi tutakuja hapo site ndio walipokuja. Sasa hiyo mara ya mwisho walipokuja na waziri ndio waziri akawa amekuja hapo siku tukaitwa tena tukahojiwa na waandishi wa habari hivi. Tulivyohojiwa hapo na waandishi wa habari akamhoji yeye na mimi akanihoji pia. Baada ya kuhoji yule waziri akamuuliza huyu mama akamwambia mama umekuja ofisini kwangu mara ngapi? Mara 3. Na ninakurekodi. Naibu waziri yule akasema nimekuuliza mara kwanza umeenda tofauti, nimekuuliza mara pili tofauti, mara 3 sasa hivi hapa unajibu tofauti. Mama uwe na ubinadamu. Mbona vinaonyeshwa viwanja kile namba 40 kimetoka wapi? Kile namba 40 kimetoka wapi?
Wao kilikopo pale. Hiyo msingi huo 112 kasali kopo pagale. Kwa hiyo maelezo yake alikuwa anatoa mwenyewe, anajielewa, anaeleza mwenyewe na waziri kaangalia na dokumenti za kule jiji na barua nilizokopo naandika toka kwenye uongozi wa mtaa mpaka kule mpaka kote alikokuwa na mimi napeleka kila kitu, kopi zote zipo. Yaani hata kama leo ningekopa najua mnakuja, ningebeba kopi zote nije nazo. Baada ya hapo waziri akatoa tamko. Akasema mama wewe ni nani, ni muongo. Yaani kuanzia leo sisi tunajua kabisa dokumenti. Yule akasema lete faili hilo, akamwomba faili nanili kamishna, akatoa ile faili. Akaambia unaona karatasi ya kwanza. Adela akafuatilia hapa, kafuatilia hapa, kafuatilia hapa, kafuatilia hapa mpaka kufika hapa. Haya. Mara mwisho kabisa picha za anga. Hizi hapa mama zinaonyesha tena kaonyesho kabisa, unaona zinaonyesha picha ya nyumba ya Adela ipo toka 2009. Wao wamekuja kujenga 2013 sijui 10 ngapi. Ina maana zoezi limeshapita. Mama mbona unataka kumtapeli mdada wa watu? Akasema wewe kapewa kiwanja kingine, kiko wapi alichopewa hicho kiwanja kingine? Kule jiji si vinasoma. Kama viwanja nimepewa kingine na maana kule jiji vinasoma. Ina maana viwezi nikane nimepewa kiwanja kingine afu jiji kisisome na kati ndio kule wanakoweka manani mafaili yote. Kwa mimi kiwanja ni halali yangu na hata alivyokopa ananipeleka kote kwa mimi nilisema Mungu ndo atakayenisaidia. Mimi ndio maana na siku zote akiniita naenda. Akiniambia niende wapi naenda. Akiniambia nipe anaponishtaki popote pale mimi naenda kuwasikiliza, naenda na madokumenti yangu. Na bahati nzuri Mungu alivyokupa ajabu, hii nyumba haijabomoka mpaka sasa hivi ipo. Ambayo ilihakikiwa hata namba za mlangoni hapo mkiangalia. Na nyumba hii ni nyumba ya zamani kabisa na haijajengwa katikati ya nanili. Lakini angalieni kabisa uhalali wa hiyo nyumba. Imejengwa baada ya zoezi kupita, ndio maana ipo katikati hapa. Imepita katikati. Ina maana hivi wapima jiji waje wapitishe kipimo katikati hapa ya nyumba ndio akaweke kule na beacon au akaichimbie ndani beacon kwenye nyumba ya mtu. Waziri akaja akatoa tamko, akasema kuanzia leo akamwelekeza mkurugenzi wa jiji, mpeni notice huyu mama. Ilikopo tarehe 5, ilikopo tarehe 4 siku akatoa tamko. Akasema mpeni naniliu mama mwezi wa 6 huo. Akasema atolewe hii nyumba na notice zilishatoka malaizi. Mara tatu hii ya mwisho ndio imekuja kutolewa na waziri. Zote zinatoka huko kwa mkurugenzi jiji. Baada ya hapo kuja kutoa ile agizo la kuja kuvunja hii nyumba, mimi nikasemaje basi nifanye ubinadamu, nisubiri labda pengine atatoa. Ameshapewa notice. Hajatoa. Toka nani tarehe 5 mwezi wa 6. Tarehe 5 mwezi wa 7 si ndio tayari mwisho wa mwezi. Sinabidi atoe. Hajatoa. Nimekaa mimi nimenyamaza kimya mpaka sasa hivi. Tarehe 5 huu mwezi wa ngapi sasa hivi? Imeshapita tayari, si mwezi wa 8 huu. Ni miezi miwili ambapo mimi bado nafanyaje? Namsubiria atoe nyumba yake, hajatoa. Kwa hiyo ndo na notice za kubomoa hizi hapa nao karatasi ya kubomoa. Sio kwamba nimekuja tu hivi, ina maana imetoka jiji hii hapa. Natoka tarehe 5. Ina maana toka tarehe 5. Ina maana mwezi wa ngapi tarehe 5? Tarehe 5 mwezi wa 6. Notice hii hapa. Sijaja bure mimi hapa wala sija kujileta tu hapa mimi mwenyewe bila matamshi ya jiji. Ina maana kutokana imetoka jiji hii hapa. Notice ambayo ilitolewa na waziri aliyotoa tamko. Ndio nimekuja hapa. Ina maana sija kubomoa mimi tu kinanili, yani labda kuja kuvamia tu bila mpangilio. Toka tarehe 5 mwezi wa 6 mpaka sasa hivi tarehe ngapi? Okay. Kwani mimi naomba niulize swali tu la ufahamu wa kawaida. Ninyi na mama ni mtu na mdogo wake? Yaani mimi huyu mama mama yangu, yani niseme babangu mimi alishawahi kuishi, yani niseme ni ndugu wa mbali sana. Mimi dada yangu mimi yani mimi mama wa kambo mimi niseme mama aliyewahi kuishi na baba. Aliwahi huyo mama wa kambo huyo aliwahi kuishi na babao na hawa. Basi swali langu